nianze na huduma. Huduma kwa maelekezo nilionayo, huduma ni tunasema ni ule uwezo ambao mtu anapewa na Mungu kwa ajili ya kuwatendea watu au kwa ajili ya kuwasilisha ujumbe wa Mungu mbinguni kuwafikishia watu duniani. Na hizi huduma zinahitaji uweza wa Roho Mtakatifu. Si kila mtu ana huduma ndani ya kanisa. Kuna wengine hawana huduma. Sasa tunasema kuwa huduma ni ule uwezo ambao anapewa mtu kwa ajili ya kuchukua taarifa kutoka kwa Mungu kuja kuwaletea watu kwa mafunuo ya Roho Mtakatifu. Ninaweza nikasema hivyo kwa maana hiyo. Sasa hizi huduma ndio maana nasema kwamba kuna uinjilisti, kuna wachungaji, kuna mitume, kuna manabii, kuna walimu hivyo. Na hizi huduma tano zinafanya kazi kwa kutegemeana. Na hizi huduma zote unakuta lengo moja ni kwamba zimefanywa kwa ajili ya kuleta taarifa zile ambazo Mungu amekusudia kuwafikishia watu. Ndiyo maana unakuta mwalimu akiingia kwenye kufundisha, anafundisha kile ambacho Mungu amesema na yeye. Nabii anapokuwa anaingia kwenye kufanya tendo la unabii. Kwanza unabii ni lazima utambulike. Unabii sio kutabiri. Watu wengi wanatafsiri vibaya kuhusiana na unabii. Kila mtu katika nyumba ya Bwana ana uwezo wa kuwa nabii na ni nabii. Na kila anayekuwa na uwezo wa kusimama madhabahuni, basi huyo ni nabii wa Bwana. Na maana ya nabii, watu wengi wamekariri kwamba nabii ni yule anayetabiri mambo yajayo. Nabii huyu amefanywa kwa ajili ya kulijenga kanisa, kulionya kanisa, lakini pia kulitia moyo kanisa. Haya ndo mambo ya mtu ambaye tunasema kwamba ana huduma ya unabii. Inatakiwa alionye kanisa, alitie moyo, lakini pia alifariji, alionya, alifariji, lakini pia alitengeneza kanisa. Nabii. Lakini ukiangalia nabii naye amefanywa ili kusudi afikishe ujumbe wa Mungu kwa watu. Lakini pia kuna mitume. Hii huduma ya utume nayo imefanywa kwa ajili ya Mungu mwenyewe kuzungumza na watu awapendao, kwa ajili ya kufikisha taarifa zake za mbinguni kwa watu. Pia kuna huduma ya uchungaji. Huduma ya uchungaji nayo ndo hivyo. Mungu ametoa hivyo, lakini pia hii uinjilisti. Mungu ametoa hii huduma ya uinjilisti ili kusudi watu waamke. Tunasema huduma ya uinjilisti ni kumotivate, ni kuamsha moyo, nia ile iliyokuwa imelala, nia ya mtu iamke. Na yote haya ni mapenzi ya Mungu kwa ajili ya kufikisha ujumbe wake kwa watu. Na tunasema kuwa katika hizi huduma zote zina mapenzi mema juu ya Mungu. Kama kutakuwa na huduma ambayo ina mapenzi mabaya juu ya Mungu, basi hiyo sio huduma halali iliyotoka kwa Mungu. Unajua, shetani naye anafanya huduma zake. Tunasema Mungu anapokuwa na huduma, basi naye shetani anatengeneza kopi ya vihuduma ndani ya huduma za Mungu. Na hivyo vihuduma ndo ambavyo vinakuja vinalitesa kanisa la mwisho la siku hizi. Kwa sababu hivi vihuduma vilivyotoka kwa shetani vinakuja vinalinyonya kanisa. Kanisa linakuwa kama limeibiwa uwezo, wakati lina uwezo wa kuwa na huduma za ualimu, za manabii, za mitume, za uchungaji, za uinjilisti. Hicho. Lakini pia hizi huduma zote ambazo zimeelezewa kwenye Waefeso 4:11 hizi huduma zote zimefanywa kwa mapenzi mazuri. Na katika hizi huduma ninaweza nikasema kuwa ni kwa ajili ya kuwahudumia watu. Tunajua huduma ni kuwahudumia watu, na zote zimefanywa tofauti. Uwezo kaniambia yule aliyepewa huduma ya uinjilisti
akafanana na huduma ya uchungaji. Unakuta aliye na uinjilisti haviwezi vikafanana na mchungaji, lakini pia aliye na utume haviwezi vikafanana na mchungaji, lakini pia aliye na unabii hawezi akafanana na muinjilisti. Yani aliye na ualimu hawezi akafanana sijui labda na uchungaji. Unakuta vinatofautiana, yani vyote vimefanywa kwa tofauti kwa ajili ya kuamsha watu. Unajua hapa duniani tuna mitazamo tofauti. Yani mimi nina uwezo wa kumappreciate muinjilisti, na mwingine ana uwezo wa kumkubali mwalimu, na mwingine ana uwezo wa kumkubali nabii, na mwingine ana uwezo wa kumkubali mchungaji, na mwingine ana uwezo wa kumkubali mtume. Katika wote Mungu hataki kwamba mtu apotee. Yule aliyemappreciate mchungaji aishi katika misimamo ya mchungaji, kwa vile mchungaji anatoa kitu kutoka mbinguni na muinjilisti anatoa kitu kutoka mbinguni. Kwa sasa katika kanisa lililo na hizi huduma haliwezi likapotea, kwa sababu hizi huduma zinatenda kazi kwa hali ya usawa, katika hali ya kupendezesha mwili wa Kristo. Kwa katika hali ya hizi huduma hakuna huduma ambayo inampinga mwenzake. Ukikuta kuwa kuna huduma inayompinga mwenzake, ujue huo ni uharibifu na ukengeufu wa kanisa. Hivyo basi huduma zinatakiwa kwenye kuhudumia. Yani huduma zipo kwa ajili ya kuhudumia watu. Mtu hawezi akafaidi mambo ya mbinguni asipohudumiwa. Kuna wengine ni mpaka tuhudumiwe. Kwa kama ni mpaka tuhudumiwe, huduma ni ya muhimu. Asante. Na imani hiyo limeeleweka kabisa. Lakini hapo nitakwenda kipengele cha pili, kinasema karama hizo.